nanyengekewa, usiku silali, naumia na mapenzi mauza. Nyayo yao ni tofauti na moyo wako. Ngoja niwapishe. Hapana, hauwezi ukaondoka karibu yangu. Naomba uketi. Nyie wapuuzi, wapumbavu, tokeni kwangu, ondokeni nasema. Karibu kaka Tupo. Asante. Habari yako dada? Salama. Karibu. Sawa. Kipochi kama hiki kinauzwaje? Huo mkoba ni 25 tu. Karibu. Pazia ile 45. Ile shuka linauzwaje sister wangu? Hilo shuka ni 60. Ni 60. Sema kwa leo nilikuwa nahitaji mto. Mto? Mto upo unapata? Na mto karibu sana. Sema wewe. Nishike kwanza. Huo mto unauzwaje dada yangu? Huo mto ni 15. Unaona jinsi hata ulivyo. 15? Naweza ukanipunguzia kidogo? Yaani shoga yetu Awena, unatukuza sababu ya huyo mtu mchafu takataka huyu. Hey, naomba muondoke. Lisa, yaani hatujiamini. Shoga yangu, hebu amka twende tumwache na huyo takataka mwenzake. Na wanataka kuchanganyikia. Naomba unisamehe mimi. Nisamehe kwa hili. Na kwa Aida haitajitokeza tena. Sawa. Mimi nimekusamehe. Asante kwa kunisamehe. Kaka, punguzo. Yaani hapa tena nimekupunguzia sana. Yaani kwa wenzetu kule unaweza 30. Kwani mimi mpaka nimeshia 15. Hapo umenipa 20. Ngoja nikupe 5 yako. Asante sana kwa kunichangia. Hapa chenchi yako. Karibu tena. Haya, asante dada. Sasa amenipela. Nimeweka wapi? Ila mimi naye. Ile chenji nimemrudishia na bado tena na za mauzo nazo. Jamani mimi.
Hivi yule ombaomba ni nani kwanza? Maana amechukua nafasi yetu kwa Wena. Nahitaji uniambie ukweli wako. Una mahusiano na mwanaume gani tofauti na mimi? Mbona sikuelewi? Kulikoni? Kaka, hayo sio maswali ya kumuuliza wifi mbele yangu. Inahitaji ukae utulie, utulize akili, halafu tuambie huo moto umewashwa na nini. Dada, kaa pembeni. Hapa nilipo nimevamiwa na watu kama 10 na wakanishambulia na wakadai natoka na mchumba wa mtu. Mnahitaji niwe mpole? Nahitaji jibu. Ni mwanaume gani huyo alokuvamia na kujiita mpenzi wangu? Ni nani huyo? Machangu, hebu tupishe kwanza niongee na kaka yangu. Tupishe kidogo, tuna mazungumzo wana familia. Unaweza kuondoka. Waliokuvamia una hakika ni watu wa Machangu au unabahatisha tu? Isije ikawa upande wa pili wa Kiku. Tatizi vipi? Mbona mbiambia kama ukimliza na kibaka mwenye asila kali? Sio kibaka rafiki. Sijui nimejitisha tu mwenyewe au vipi. Kulikuwa na kiza kinene kinanifuata. Natakiwa ukae utulie utafakari kwa hilo. Niwe mwazi. Niwe mwazi. Nimeogopa hata kutembea mtaani. Na sijui kati ya Kiku au Machangu. Inatakiwa ukae utulie, utulize akili, utafakari, utapata majibu. Nami nitakusaidia kuchunguza. Sawa dada, nimekuelewa. Unatakiwa uondoke uende nyumbani. Leo sio siku nzuri kwako. Ni siku ya wachawi kufanya kazi yao. Mimi mwenyewe naondoka naenda nyumbani. Leo siku inatisha. Sawa, vipi nikusindikize maana wewe ni wa kike? Hapana, nitaenda mwenyewe. Kwani hauogopi? Mimi siogopi. Ila fanya nilichokuelekeza, mimi naondoka. Naona leo vijana wangu mmekuja kwa wingi sana. Na wingi huu kutakuwa kuna jambo. Hamwezekani mkaja hivi kwa wingi kama hivi mlivyo nyumbani kwangu. Hapo kuna jambo hapo, sawa? Haya. Mimi nipo hapo kwa ajili yenu nawasikiliza. Mnasemaje vijana wangu? Ujo wote unaoona huu
ni kwa hilo swala lile kuhusu wale vijana. Nadhani hata mwanzo nilikuja nikakwambia kuhusu lile swala la wale vijana ambao wamekuja hapa kijijini. Ni shida. Imekuwa too much. Hatuelewi nini hatima yetu. Wewe ndo mzazi na mlezi wa hiki kijiji. Hakika hajakosea. Mwenyekiti, nakumbuka nilikuja na hizo taarifa, nikakutana na huyu jamaa, naye alikuwa na taarifa zile za kuhusiana na wale watu. Yaani tulivyokupa zile taarifa ulituahidi utalifanyia kazi. Lakini mpaka sasa tunaona kimya na maeneo yetu, yani ndio kumepamba moto. Mauzauza ya hapa na pale. Iwe usiku, iwe mchana. Hakuna amani. Hata mimi jana ikiwa kwenye mizunguko yangu ya hapa na pale, nilikutana yule kijana yule mchafu yule. Nilishangaa aliibuka mbele yangu ghafla, sikujua ni miujiza au ni nini hapo. Kiukweli nilikimbia sana. Nilisahau begi langu. Nilifika ndani sielewi hata yani. Kichwa kimechanganyikiwa. Yani hata hapa ni sielewi nafanya nini. Mwenyekiti, tunahitaji msaada wako. Vijana hao wanatusumbua kijijini kwetu. Kwa hiyo tunaomba utusaidie kwa hilo. Ni kweli kabisa mwenyekiti. Ni mwenyewe mamangu amefariki. Tena kifo cha kutatanisha sana. Inavyosemekana mwenyekiti, wahusika ni hao. Unatusaidiaje mwenyekiti kwa hili? Mimi niseme nimewasikia lakini nimewasikia wote maelezo yenu na hayo mnayoongea, na ndio inawezekana yana ukweli ndani yake, kwa sababu hata Vipi kwani? Unawafahamu watu? Hebu achana nao. Kama tuondoke. Vipi boy? Kwa umeganda kama sanamu. Bado unamwezea huyo mwamba? Achana naye bwana. Hebu twende tukamsalimie mwanetu. Kuna sio kama nimeshindwa kuwasaidia, labda nimekuwasaidia ni uwezo nilikuwa nao, lakini unajua toka wewe kijana ulipokuja uniambia ile swala na wewe, mimi nilipata safari kidogo. Sawa, nilipata safari nikasafiri kidogo. Unajua mambo, mimi ni mtu wa serikali, sawa. Kwa hiyo ni mambo kidogo ya serikali, nilikuwa busy na mambo ya serikali hapa na pale. Kwa hiyo nilikuwa Dodoma na mheshimiwa waziri mkuu aliniita kidogo kwa mambo ya kitifaki mpanga. Si unajua na mimi mbali na wenyekiti na mambo yangu kidogo ya nani, lakini msijali kwa nitalifanyia kazi. Lakini kuna jambo, unajua wale watu sio niwaambieje, lakini ngoja niwaambie kitu kimoja. Mimi hilo swali nishakutana nalo, labda tu niwaambie tu kweli. Wale watu sio watu wazuri. Umeelewa? Si watu wazuri. Mimi ni mwenyekiti bingwa sana. Nikutana na mmoja wapo huko barabarani, mwanamke unaosema wewe alipotea. Hisi simfahamu, nikaongezungumza naye mazungumzo ya kawaida ili nimjue katika eneo langu. Tukajibishana pale, mimi si mwenyekiti wa mtaa, lazima nijiamini. Aba, kilichonikuta wanangu. Wakanifuata hapa nyumbani. Na sio kunifuata kwa kawaida, labda wanatembea kwa miguu kama nyinyi mlipokuja. Yaani wametua kama ndege unatoka Ujerumani au Ufaransa, inatoka kwenye uwanja wa ndege. Nimekaa zangu chini hapo naolozesha sasa wana kijiji wangu kwenye listi. Wewe, nikasikia ti. Sasa kule kwetu Kilwa kule, ukisikia ti, unaweza kujua bale embe imeanguka au nazi ukaokote. Wewe, namkuta mwanamke na mwanaume. Mwanamume kapanda, jini kapanda wewe. Bonge la baba. Wakaniambia hapa kuanzia leo wewe unajua sana. Usitufuatilie. Wao kanipa maneno makali. Mimi mlango wangu niona mdogo. Nilikimbia niliacha ndala.
mimi mwenyewe niliacha Ndala. Kwa hiyo hili swala sio jepesi kama unavyofikiria. Hili swala itabidi mimi niitishe kikao cha wana kijiji wote, sawa? Tujadili jinsi gani hawa watu wataondoka katika ile eneo. Mtomoko. Maisha ni kitendawili, tega lakini wezi tegua. Eti nilimsani kuwa ni kicha, leo megeuka kuwa fumbo. Sada kwangu hakika, mtu naweza kumuona kicha. Muokota makopo omba, lakini yote ni dunia nazunguka ndani ya hakika kicha na baya.